Katika video hii nitakupa tips za kufichua ukweli alioficha mwenzako, kufichua mchepuko aliyenaye mwenzako. Tip ya kwanza, jiulize na thibitisha maswali yafuatayo. Swali la kwanza, ni vitendo gani kaanzisha ni vipya, sio vya kawaida kulingana na ulivyomzoea? Je, kaanza kubadilika katika kuongea, katika kuvaa, katika kuangalia, katika kukujibu unapomuuliza? Swali la tatu la kujiuliza, je, amekuwa na visirisiri fulani hivi katika simu yake? Hapendi ushike simu yake, unaposhika simu yake anagombana, au unaposhika simu yake anaonyesha kama wasiwasi fulani hivi? Je, ameanza kuvaa vizuri na ni tofauti kabisa na anavaa vizuri sio kwa ajili yako, ana mitoko yake binafsi? Mara nyingi watu wakianza kusaliti, kuna vijitu vidogo vidogo vinaanzaga kubadilika, kuna vitendo fulani hivi vinaanza kuchange, anakuwa sio mtu wa kawaida, anakuwa ni mtu very very strange, anakuwa sio mtu uliyemzoea. Tip ya pili, aisee, teke linalokuijia ni mwana zaidi. Hapa kama hujasoma Iraki huwezi ukanielewa. Na maanisha teknolojia ni rafiki zaidi, inaweza ikakusaidia katika kufichua makucha ya mtu anayetoka nje ya ndoa, ya mtu anayetoka nje ya mahusiano yako. Yaani teknolojia ni chap, hautumii hata nguvu, inamuumbua, inamtia aibu. Na hapa nitafocus na simu sana. Kama kasimu kake anapenda kukaa nako kibindoni, utaniuliza kibindoni nini? Hapa kwenye nyugu, hapa kiunoni. Hata akiwa maliwatoni anakoga, akisikia inaita tu yuko radhi agairishe kuoga, akimbilie simu, kwa sababu anajua utapoona itakuwa ni msala. Tena wanakuaga washenzi zaidi, anapiga code baadhi ya apps. Kwa nini anapiga codes? Anajua lazima utakuja kumpekua pekua, na lazima atasahau baadhi ya vitu ambavyo vitakuwa evidences, mfano message, mfano picha za uchafu, mfano picha ambazo hazina maadili ndani yake. Kwa ili asolve hilo anapiga code. Sasa utapoona mwenza wako ameanza kupiga kodi kwenye simu yake na sio kawaida yake, na haujui kodi hizo, ukimuuliza hataki kukwambia, piga alama ya kuuliza, weka alama nyekundu. Njia ya tatu, angalia mitandao yake, anaitumia namna gani, mabadiliko yaliokuwepo katika kuposti, katika conversations ya anatumiaje. Unajua wasaliti mara nyingi wanapendelea mitandao ya kijamii, mara nyingi wanapendelea video calls, wanapendelea voice notes, wanapenda tumia na picha. Angalia matumizi yake ya simu yanakuwaje katika mitandao ya kijamii. Mara nyingi hata posti zao zinabadilika katika mitandao kama Facebook, kama TikTok, ili mradi tu a show off kwa yule ambaye anachiti naye. Lakini pia utapoona ameanza kupunguza kuposti akiwa na wewe au kukuposti wewe, anza kutia question mark hapo. Kuna jambo linaendelea, anaogopa asije akajulikana kwamba ana mtu tayari. Tipu ya 4, jaribu kumtafuta mtu wa karibu yake ambaye ni kiroporopwa, nena naye. Jaribu pia kuomba msaada kwa mashemeji, japo mashemeji ni watu wabaya, wanafichiana uovu, lakini try your best kutafuta mtu ambaye atakwambia ukweli, mtu ambaye hana upendeleo, mtu ambaye hafurahishwi na vitendo vya ndugu yake, vya rafiki yake, atakueleza kinagaubaga. Lakini pia hii itakusaidia, pengine wewe unahisia tofauti, pengine wewe unahisi anakusaliti, lakini kumbe no, a person doesn't kusaliti you. A person ana privacy zake ambazo zinaendelea katika maisha yake, hataki pengine kukuhusisha. Kwa hiyo jaribu kushiriki na rafiki zake wa karibu, lakini pia jaribu kushiriki na ndugu zake wa karibu, watakupa mkanda mzima. Tip ya 5, utapoamini kile ulichokipata, utapoamini kile unachokihisi, mvae moja kwa moja, na maanisha mfesi. Sasa onyesha ushujaa wako, usiogope, usitetemeke, wala usihofie. Toa ushahidi wako kwa utulivu, kuwa kama mwendesha mashtaka anayejua kesi yake kwa uimara zaidi, kwa undani zaidi. Mtupie makaratasi yake usoni, kumbe ulikuwa una mtu wako nje, lakini I investigated and I got the truth. Today I reveal it. Sasa utapomtupia makaratasi yake usoni, ukamweleza ukweli, ukamchapa bakora, majibu atakayotoa ndo yatakwambia, kumbe nilichokuwa nakihisi ni kweli, kumbe nilichokuwa nakifuatilia sasa napata majibu yake kamili kutoka kwako mwenyewe. Kulingana na majibu yake ataanza kujibaraguza, ataanza kujipeleka huku na huku, ataanza kutoa macho, kupepesa macho. Always muongo, macho yake yanamsuta. Na jambo moja la mwisho, utapogundua ukweli, jiandae kwa matokeo mabaya au matokeo mabaya zaidi. Sasa nachokushauri, nenda kafanya kazi hiyo, fuatilia, kuwa ni mtu mjasiri, kuwa ni mtu usiyesikitika, kuwa ni mtu mwenye nguvu ya asili kutoka katika mwili wako, unayeweza kuishi ukweli na utakayeweza kuyaishi matokeo mabaya. Ni mimi Mr. Blue Nuru, tukutane katika video ijayo.